kulala na kuamka ni neema kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo tunapoanza ujumbe wetu ya siku ya leo, tutaomba kwa mwanzo tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametunemisha na kufanya kwa mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Jehova Shama kwa ajili ya muda mzuri ambao umepata kutuwezesha na kutufanya kuwa mahali hapa katika siku ya leo. Hakika Yesu Kristo ni Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo. Hakuna aliye kama na wewe Jehova Shama. Asante ya wewe kwa ajili ya neno hili ambalo nataka kulisoma katika siku ya leo. Usimame kwa ajili ya kila mtu ambaye ananisikia. Nahitaji neema yako na uwezo wako uweze kupatana na mtu ambaye ananisikia siku ya leo. Nahitaji maneno ambayo nitakayofundisha kwa Mungu uweze kuwasaidia katika maisha yao na katika maisha yao ya wokovu. Baba Mungu, utusaidie tusikuwe wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe watendaji. Utupatie nguvu za kutenda maneno yako na kuyasikia vile vile na kukutegemea wewe Jehova Shama. Ninaomba hiyo kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo tutasoma katika kitabu cha Luka sura yake ya 10 mstari wa 46. Tunaleta somo katika jina la Yesu. Amen. Wakafika Yeriko, hata ilipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu mwana wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwite. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akajibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Neno la Bwana. Amen. Amen. Historia hii ambayo tumesoma ni historia ya mtu mwenye wanamuita kipofu Bartimayo. Na Bartimayo wakati alikuwa na matatizo mengi, wakati alikuwa shakiseka sana, alishasumbukiwa, Mungu akamsaidia, akamjibia na akapata kuona. Na somo ambalo lilokuwa nao katika siku ya leo linasema Yesu Kristo anaokoa. Hakika Yesu ni Mungu kwetu na anatuokoa. Siri ya kwanza yenye itatusaidia tu Mungu Yesu atuokoe ni nini? Ni kusikia maneno yake na kutamka yeye hizi alikufa akafufuka kwa ajili yetu, nasi kirekebisho tunapata nini? Wokovu. Sasa Wakristo wengi shida ni kwamba hawajui muhimu ya Yesu katika ndani ya maisha yao. Wengine wanamkamata kama vile nabii, wengine wanamkamata vile mtume, kama vile wengine hapana. Yesu ni mweza yote na ni mkuu sana katika dunia hii. Ni kwetu kumheshimu Yesu Kristo na ni kwetu kutamani sana Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndio Mungu mzima. Tukifuatia historia ambayo tumesoma katika kitabu cha Marko sura yake ya 10 mstari wake 26. Ni historia ambao Bartimayo alikuwa alishateseka sana, alishakosa msaada, lakini Yesu Kristo alimsaidia, akampatia tena ile kuona ambalo alishateseka muda mingi sana. Alikuwa ashasufiri, alikuwa anajiuliza napata msaada wapi? Lakini juu Yesu ni mwenye huruma, mwenye upendo, akamsaidia, akapata kuona. Ingawaje na wewe mwenyewe unanisikia, unaweza kuwa uko unapitia mashida mingi sana katika ndani ya maisha yako, ulishakosa mahali ambapo utakutosha msaada, lakini umgeukie Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo atakusaidia na atakuponya na atakutosha katika ile matatizo uko nayo.
Shida ni kwamba wengine wanategemea wafumu, wengine wanategemea waganga wa kienyeji, wengine wanategemea wadaktari ambao wanatumia dawa za kiasili, wanashindwa kutegemea Mungu. Mungu Yesu Kristo ndio mkubwa na ni yeye ndio mganga juu ya waganga wote. Kwa hiyo ni vizuri sana kumtegemea yeye kwa sababu kwake ndio kuko kila kitu. Shida ni kwamba wanadamu wanategemea akili zao wenyewe, wanategemea ufahamu wao wenyewe, wanashindwa kumtegemea ufahamu wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye kuna uwezo ya kubadilisha vile maisha yako. Kama unaonekana haujampatia Yesu Kristo maisha yako, njoo wakati huu wa kupatia sasa Yesu Kristo maisha yako. Njoo wakati huu wa kushangaza mbele ya Yesu, ili Yesu akutengeneze na kufanye tena kuwa mtu mpya. Shida ni kwamba watu wengine wanafurahia maisha, wanaishi maisha ya kutokwenda kanisani, maisha ya kufurahi sana kufanya uchafu, lakini umgeukie Yesu Kristo. Yesu Kristo atakuponya. Yesu Kristo atakutosha ile udhaifu ambao ulishashindwa kuacha. Yesu Kristo atakupatia ile neema tena na kukufanya tena kuwa mtu mpya. Maandiko matakatifu ndio yanasema katika kile kitabu kia Matthieu chapitre 28 verset 11. Ase njoni nyote mnaoelemewa na mizigo mizito, nami niko tayari kuwapumzisha. Mizigo yenye Yesu pale alikuwa anasema ni nini? Ni ile hali ya kukunywa pombe nyosha shindwa kuacha, ile hali ya wizi nyosha shindwa kuacha, ile hali ya kusharata nyosha shindwa kuacha, ile hali ya uchawi ambayo shindwa kuacha, ile hali ya kuiba ambayo shindwa kuacha, ile hali ya